Lakini sasa niliona maajabu, kuna kitu kilikucha, sijui hiyo kitu gani. Kilikucha siku ya chuma usiku. Na hiyo umbwa sijui hiyo kitu gani kilikucha. Na hiyo kitu iko hapa kinatembea hapa kwa mahindi, iko hapa ndani. Kilikuwa kinaua hiyo mbu yangu. Ilikuwa saa 6:30, hiyo kitu kilikuwa saa 6:30 usiku. Na hiyo mbu ikanguruma, ngurumi bure. Bila na nguruma nikaambia bibi yangu hiyo kitu kimekucha, kitu mbaya kwa maana mdomo yake atoki bure. Sasa taikajaji tu ndio kitu ndio hiyo. Sasa nikakimbisha na hiyo kitu mpaka kwa mto. Na hiyo kitu kikakamata hiyo umbwa, kikakula roho yake, kikakula kila kitu, kikawacha hapo chini, ingine kikawacha hapo chini. Kesho yake ndio nienda. Kwa maana hiyo umbwa tembei, yaonekani hata mchana naingia saa 11 kwa mahali inafungiwa. Naenda naweka kivuli, saa 3 ya usiku ndio nafungulia na naambia nakaa hapo nje, nakaa tu na chunga. Yaani nikaongoja hiyo umbwa ikanikosa. Taikajaji tu nikapigia simu. Kuna umbwa kubwa sana ilikuwa napanda na hiyo yako. Ilikuwa inapasolewa hapo kwa mtoni na kila kitu na nyama natolewa, hakuna kitu inawachwa hapo chini. Sasa nikaenda paka huko nikapata ni hiyo mbu yangu ndio iliwewe na hiyo kitu. Sijui nitafanya namna gani, sijui sasa serikali inafuga vitu inawacha vitu mpaka ikakuja kuua mbu yangu. Sasa sijui nitafanya aje, kitu naomba. Nataka wale ambao wanasimamia wanyamapori wakuje hapa ili wachunguze wajue ni mnyama gani hiyo ilikuja kawawa hii umbwa. Sasa kitu kilioko ikimaliza hii maumbwa yote inaendelea kumaliza, lakini ikimaliza inarudi kwa binadamu. Na sisi tunataka serikali ikuje iangalie, tuambie ni mnyama gani ili tusaidie toa hiyo mnyama kwa hii jiji.